Nafurahia sana kukua ndani ya Yesu na Yesu akakuwa ndani yangu. Ninaona kukua ndani ya Yesu ni faida kubwa sana. Kwa sababu kuna wakati sikuwa nimeokoka, sikuwa namjua Yesu. Nilikuwa tu nasikia neno la Mungu, ninalikataa likiwa mbali kabisa. Watu wakijaribu kunihubiria, sikuwa nataka kusikia. Lakini nikawa ninaombea roho yangu. Nilikuwa natamani sana Mungu, ninamwambia Yesu mimi nakupenda. Lakini sikuwa najua kumpenda Yesu ni kukuja kwake. Nilikuwa namwambia mimi nataka wokovu ulio kamili. Kwa sababu nilikuwa hata wakati ule, ninaangalia wale wameokoka, ninasema hapa hawafanyi vizuri, ninasema hata hawa hawajaokoka, kwa sababu ninaona matendo maovu ndani yao. Nilikuwa naona ile taa ilikuwa imeakishwa ndani yao ikiwa kama ni giza. Na neno la Mungu likasema ukiakisha taa hakuna haja ya kuifunika kwa debe. Eti hiyo nuru ambayo unataka iangaze, unataka iangaze alafu unaifunika kwa debe. Hivyo mtu anafanya ukiwa umeokoka na matendo yako hayaonyeshi wokovu ni kama huo kufunika nuru na debe. Unafunika taa na ni taa na ni wewe uliakisha na ni wewe unaifunika tena na debe. Kwa hivyo hakuna maana ya kuwa umeakisha taa na sasa umeifunika tena kwa debe. Hiyo debe ni lazima ukiwa umeakisha taa, ni lazima uiweke. Neno la Mungu likasema weka hiyo taa katika pale juu ya mlima ili umulikie watu wale wako mbali, wale wako mbali na wokovu uwamulikie ili wapate njia ya kukuja kwa Mungu. Uwaonyeshe wokovu ni kitu kizuri, ni kitu cha maana. Unaona ni kitu cha maana, ni kitu kinakufaidi. Sio uliletwa kwa nguvu, haukukuja kwa nguvu, ni wewe ulikuja kwa kujipendea. Na yule Anania akaambiwa na Petro akaambiwa wakati alikuja kudanganya, alikuwa ameuza shamba lake na akasema analeta pesa hiyo aliuza shamba mikononi mwa wanafunzi wa Yesu. Petro akamwambia kwa nini umedanganya roho wa Mungu wakati hilo shamba lilikuwa lako, haukuwa umeitishwa na mtu, haukuwa umefurutwa kuuza hiyo shamba. Hata wakati uliuza hizo pesa zilikuwa mikononi mwako, ulikuwa utumie vile unataka, lakini ni wewe ulijileta ukazileta hapa mikononi mwetu. Kwa nini uligawa ukakuja kutudanganya eti ni pesa yote na ni wewe ulileta kwa kujipendea? Hata ungefanya nazo vile ulikuwa unataka ukamilishe mahitaji yako. Na wewe siku hii ya leo umekuja kwa Mungu, huo mwili ni wako na ukiwa hata hiyo roho ni yako. Kwa nini ukuje kudanganya Mungu ati umeokoka na hujaokoka na matendo yako ni maovu? Vile neno la Mungu linasema utengane na wale hawajaokoka, kwa sababu Mungu hawezi kupelekana na shetani. Katika Wagalatians hapo 6, hapo uangalie ni gani hapo 6, kama ni ya kwanza hawa ni wa pili hapo 6, uangalie uone eti umeambiwa utengane na hao hawajaokoka, hawana imani kama ile iko ndani yako. Mtu akiokoka unajua unawekwa imani hiyo haifanani na ya watu wale wengine, ili kwa sababu ni Roho Mtakatifu anakujaga ndani yako. Kwa hivyo imani hamna moja. Sasa wewe umechaguliwa na uko pande ingine, hauko pale ulikuwa. Sasa umekuja ukafanywa kiumbe kipya. Sasa wewe ni kiumbe kipya. Matendo yako na
maneno yako sasa yanatokana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ni ujue wewe umekuwa sasa kitu sa dhamana, kitu cha Mungu. Kwa hivyo ukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa tukisoma katika Wagalatians hapa 5, tutaona neno la Mungu linatuambia tuenende tukiongozwa na Roho, na hata hatutatimiza kamwe tamaa za mwili. Basi tutasoma kutoka hapo 5 hapa kutoka 16. Basi hapo kutoka 16. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zinapigana, hata hamuwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: ni usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure, tukichokosana na kuhusudiana. Neno la Mungu linaendelea kutuambia hivyo, eti tuenende tukiongozwa na Roho wa Mungu, na hatutatimiza kamwe tamaa za mwili. Kuna tamaa za mwili zile tulitoka kwazo, tukatoka hapo, tukasema mambo haya hayatufaidi hata kidogo. Sasa ni kwa nini wewe umeokoka? Baada ya kuomba Roho Mtakatifu akusaidie uachane na tamaa za mwili, unaenenda pamoja na tamaa za mwili, ukifurahisha watu, ukiwa unatoa mwili wako ufanye mambo kama hayo. Na neno la Mungu linasema ya kuwa hao wanatimiza tamaa za mwili hawataurithi ufalme wa Mungu, hawataurithi kamwe. Kwa nini wewe, na pengine wewe ni mhubiri, pengine wewe umepelekwa pale juu, ndiye unawaambia wale wengine eti wakae chini yako, unawaambia wakae chini yako uwaongoze, na ni shetani yako ndani yako. Kwa nini wewe unakubali kutumiwa na shetani uharibu kanisa la Mungu, na shetani amejifusha ndani ya roho yako? Kwa nini wewe si uombe Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie hiyo shavu itoke ndani yako? Ni aje shetani anaweza kuongoza kanisa la Mungu? Anaweza kuliongozaje akiwa ndani yako shetani huyo, na unaongozwa na mambo hayo yote? Ni wewe unatumiwa na shetani kuharibu kanisa la Mungu, na wewe ndiye unaliongoza. Unaambia wale wengine ati wakae chini yako. Watakaa chini yako aje? Ni kwa nini wewe ujiulize eti ni nini unafanya? Shetani na atoke ndani yako. Kubali shetani atoke ndani yako. Usiangalie mambo ya hapa duniani eti wewe unapata pesa, unapewa pesa na shetani uharibu kanisa la Mungu,
kuharibu kanisa la Mungu wewe? Ni kwa nini? Ni kwa nini wewe unatumiwa na shetani kuharibu kanisa la Mungu wewe? Ninasema usiaimbishe Mungu tena, eti kanisa la Mungu ulipeleke jehanamu. Hao watu wote wapeleke jehanamu kwa ajili ya pesa. Unanunua roho za watu pesa wewe. Upewe pesa na shetani. Eti ndio, eti uwe tajiri. Hakuna tajiri hapa duniani. Hakuna mtu aliye na kitu hapa duniani. Hata wale wanajiona kama wako na vitu hapa duniani. Hakuna anaye kitu hata kimoja. Mtu alikuja hapa duniani akiwa hana kitu na anaendanga akiwa hana. Hakuna kitu mtu anabeba hapa duniani. Kwa nini wewe uongoze kanisa la Mungu ukiwa umejawa na shetani? Umejawa na usherati, umejawa na hapa mambo mengi, mambo haya yote ya kimwili, tamaa za mwili zinakuongoza wewe. Na ni wewe uko pale juu, wewe unaambia wale wengine eti wewe wakae chini yako, ni lazima wakutii, ni lazima wakuheshimu. Wanaheshimu shetani. Wanaheshimu shetani wewe na kukanya katika jina la Yesu. Uachilie huyo shetani atoke ndani yako katika jina la Yesu, ili roho mchafu aondoke, ili Yesu akatawale kanisa lake. Roho Mtakatifu anataka kuandaa kanisa lake, ili Yesu akikunja akute kanisa ambayo ni safi katika jina la Yesu. Kwa hivyo tukubali tuondolewe maroho machafu. Tuondolewe maroho machafu katika jina la Yesu, ili tumwachilie Roho Mtakatifu atawale kanisa in Jesus mighty name, because he is able to do so in Jesus mighty name, and he is willing to prepare his church in Jesus mighty name, because the time is ending. Why are we standing there to destroy the work of the Lord? Oh, in Jesus' mighty name. Oh, thank you, King of glory. You are word of God. You are holy, Father. In Jesus' mighty name. Baba, ninasema ni asante. Pokea sifa na shukrani zote kwa yale yote utakayoyatenda katika jina la Yesu. Utaharibu kila tamasha shetani katika jina la Yesu. Mawazo yote ya shetani, uharibifu wote uondoe katika nyumba yako katika jina la Yesu. Wale wako juu na hawataki kubadilika, Mungu ukawatoe, ukawarushe chini in Jesus mighty name. Neno la Mungu likasema wale wako mbele watarudishwa nyuma katika jina la Yesu. Na ni leo Yesu atafanya hili jambo, watarushwa chini, na Yesu akisema amesema na atatenda katika jina la Yesu. Kwa hivyo nakusihi sana, wewe uko mbele, kubali kubadilika, kubali kuoshwa na damu ya Yesu Kristo. Kubali Roho Mtakatifu akuongoze ili umfurahishe Mungu. Nawe ukikubali kubadilika, Yesu atafurahi, na Roho Mtakatifu atakusamehe yale yote umetenda, na atakuwezesha kuendelea mbele katika jina la Yesu. Ni asante Yesu, kwa maana neno lako ni la kweli na utayatenda makuu katika jina la Yesu. Ni asante kwa kunikubalisha niongee neno lako siku hii ya leo. Ni asante Roho Mtakatifu wa Bwana, sababu yote yawezekana kwako, na hakuna kizuizi kitakachokuzuia, na hakuna mtu awezaye kukuzuia kuyatimiza mapenzi yako. Ni wewe ulimtoa yule mfalme kwa ufalme na ukampeleka kwa kichaka kukula nyasi pamoja na wanyama huko, na akakula miaka 7 huko
wewe na wewe utapelekwa huko miaka ngapi wewe utapelekwa miaka ngapi ukakule nyasi huko na wanyama katika jina la Yesu. Wewe kubali kuokoka, kubali kubadilika, kubali utumiwa huo mwili wako ukatumiwe na Roho Mtakatifu. Na ikiwa hautaki, neno la Mungu likasema ati wale wanataka kutenda maovu na waendelee kuyatenda maovu. Ukiwa unasikia furaha ukitenda hao maovu, ondoka katika kanisa la Mungu. Ondoka kwa hiyo kiti ukatende uchafu wako na uko nje. Ili usije ukaliharibu kanisa la Mungu. Usije ukaharibu hekalu la Yesu katika jina la Yesu. Ni asante Mungu kwa maana wewe ni Mungu na utatenda unayoyasema katika jina la Yesu. Nasema ni asante, pokea sifa na shukrani zote. Unatupenda na unapenda tubadilike. Kwa hivyo yule yeyote atakayelisikia neno lako, mwezeshe kubadilika na uendelee kumsamehe na kumbariki, kwa maana unatupenda wote na uko na sehemu kubwa kwa ufalme wako, mahali tutaingia na tuenende pamoja na Roho Mtakatifu. Thank you, my Father, because you are holy and you need us to be holy. Mundu ni atuĩkaga mũthingu na twatiagĩrĩire hatuwezi kuwa tunapigana na neno la Mungu kwa sababu ni neno la kweli. Tukubali hilo neno likisema tuwe watakatifu, tuombe Mungu atuwezeshe, na katika jina la Yesu nimeomba na nimehubiri na nina imani Yesu atatenda. In Jesus name, amen, amen, amen.